Risa, hii ni nini tena? Mbona una majeraha usoni? Hiyo yote ni nini? Ni mume wangu. Alinipiga sana jana baada ya kutoka hapa. Hapana. Hiyo haikubaliki hata kidogo. Mwanaume anayekupiga anakuvunjia utu wako. Mbona wewe mipaka yako huijui? Kwamba upo ndani itabidi uwe na mtoto? Hiyo uioni hiyo mipaka? Kaka yangu anakuhudumia, anakuvarisha, anakurisha. Kazi yako ni nini? Alafu sio kumvalisha tu na kumlisha. Nampa paka pesa ya kusuka. Na kuna wakati nilikuwa namuombea huyo. Upendo sio mateso, Lisa. Na mtoto hawezi kutumika kama sababu wewe kuteseka hivyo. Unafanya uchafu wako kisingizio ulikuwa kwa Amina. Sababu zako za kuchelewa kurudi nyumbani hazieleweki. Kama umeanza kujiuza sema. Unajiuza shingapi tununue? Ni shingapi wewe malaya unajiuza? Wifi, unajua na kuheshimu sana. Hebu kuwa na adabu unapoingia kwenye nyumba za. Nani kakwambia anataka heshima yako wewe? Na hapa bado. Picha ndio kwanza inaanza. Usiwe mpishi. Nisikilize. Sikiliza wataalamu wanakuambia nini. Hii nyumba inapaswa kuheshimiwa. Na mimi ndo mwanaume katika hii nyumba. Kichwa cha hii familia. Kuwa na adabu. Umeumbwa na nyama, pia umeumbwa na hisia. Hayo unayofanya ipo siku tayari pia, maana haufichi. Kwa macho yangu naona uambiriki. Penzi dozi unaiga, najitumisha meseji au jibu. Yani nayapitia maumivu. Kama ndege umenikata mbaa, umeniacha kwa pori. Mashtaka nishasomewa, mie mwana polisi. Hayo yote ni mapenzi. Dokta, nimekuwa nikijichua kwa muda mrefu sana. Sasa nimefikia hatua hata nikiwa nafanya tendo nashindwa kumudu. Lakini hata hamu ya kufanya tendo inaniisha kabisa. Kaka, hiyo hali inawakumba watu wengi sana. Kujichua kunaharibu mfumo wa fahamu wa raha ya mwili. Lazima uache kabisa. Unahitaji kufanya mazoezi, lishe sahihi, lakini pia upate ushauri wa kisaikolojia. Usijali, nitakupa rufaa kwa mtaalamu wa akili pia. Asante sana dokta. Karibu tena. Karibu. Risa, hii ni nini tena? Mbona una majeraha usoni? Hiyo yote ni nini? Ni mume wangu. Alinipiga sana jana baada ya kutoka hapa. Hapana. Hiyo haikubaliki hata kidogo. Mwanaume anayekupiga anakuvunjia utu wako. Na huo sio upendo, ni unyama huo. Lakini nampenda sana. Hajawahi kuwa hivi kabla. Anaumia kwa sababu hatupati mtoto. Sijui hata nifanye nini tena. Upendo sio mateso, Lisa. Na mtoto hawezi kutumika kama sababu wewe kuteseka hivyo. Una haki ya kulindwa na kusikilizwa, wala si kunyanyaswa kihisia na kimwili. Hiyo sio sawa. Nashukuru kwa kunisikiliza. Pia asante kwa kuwa sehemu ya faraja kwangu. Sijui ningefika wapi bila wewe. Usijali, uko katika mikono salama. Lakini pia Lisa, inabidi uanze kujifikiria usalama wako na afya yako. Wewe ni zaidi ya kuwa mke wa mtu. Umeumbwa na
haya mapya umeumbwa na hisia. Hayo unayofanya ipo siku tayari pia, maana haufichi kwa macho yangu naona. Meseji au jibu, yani nayapitia maumivu. Mume wangu, umeshindaje? Saa ngapi saa hizi? Saa 4:30. Nilikwambia mwisho wa kuwa nje ni saa ngapi? Saa 11 jioni. Kwa hiyo huu muda ndo muda wa mke wa mtu kurudi nyumbani. Hii nyumba haina heshima tena. Hapana. Samahani mume wangu. Nilipitia kwa Amina kidogo. Tulikuwa tunaongea. Amina. Huyo Amina ndo kisingizio chako cha kila siku. Umekuwa ukijificha nyuma yake ili ufanye maovu yako. Si ndio Unafanya uchafu wako kisingizio ulikuwa kwa Amina. Sababu zako za kuchelewa kurudi nyumbani hazieleweki. Kama umeanza kujiuza sema. Unajiuza shingapi tununue? Ni shingapi wewe malaya unajiuza? Hapana mume wangu. Siwezi hata kufikiria hivyo. Usiwe mpishi. Nisikilize. Sikiliza wataalamu wanakuambia nini. Hii nyumba inapaswa kuheshimiwa. Na mimi ndo mwanaume katika hii nyumba. Kichwa cha hii familia. Kuwa na adabu. Lisa. Unanikwepa? Tugawane maumivu tuliyobeba kimya kimya. Ni nani alisema upendo hauhitaji bahati? Wewe ulitafuta njia ya mkato na ndoto mpya. Mume wangu. Leo nilionana na yule mama wa kanisani. Akaniuliza kama bado hatujabahatika kupata. Lisa. Mbona tumeshazungumzia hayo mambo? Kwa nini kila saa unarudia yale yale? Lakini mume wangu, miaka 5 si mchezo. Wenzetu kila siku wanapata watoto. Kila siku tunaenda kwenye sherehe za birthday za watoto wa marafiki zetu. Sisi bado tupo tu. Twende hospitali tukapime, tujue tatizo liko wapi. Huenda kuna mahali tunakosea sisi hatujui. Unataka kujaribu kuzungumza nini Lisa? Nimechoka. Hebu fikiria, ni mara ngapi nimekuwa nikiomba. Nimeomba sana Lisa. Kwa sasa nimechoka. Kama unataka kwenda kupima, nenda kapime. Lakini mimi sihitaji tena kuzungumzia hili. Hata maombi una nguvu nayo tena. Tujaribu kumlilia Mungu kwa pamoja basi. Au na hilo pia huwezi? Nimechoka Lisa. Jaribu kufikiria ni wapi unakosea. Kama kuna maagano umewahi kuingia bila wewe kujua, fikiria ni wapi unakosea. Kama kuna mtu umewahi kumwahidi kumtimizia jambo na hukufanya, huenda hii ndio sababu ya wewe unakosa mtoto. Jaribu kutafuta namna nzuri ya kumwomba msamaha. Pole
kuchemsha maji ya moto, kwangu ndo imekuwa changamoto. Kila siku kilio, hayaishi matukio. Ulisema nisinywe pombe, walimwona mlevi unarudi usiku. Mungu, kama kweli unasikia, tupe sababu ya kuendelea kushikilia tumaini. Kama ndege umenikata mbawa, umeniacha kwa pori. Mashtaka nishasomewa, mie mwana polisi. Ila yote ni mapenzi. Pole, jua yanauma. Pole, yatapita. Karibu tena Nyuki. Naona ameamua kuwa mgeni kila siku. Tutajuaje? Labda ofisi yako imekuwa sehemu ya kutuliza akili yangu. Kiukweli moyo wangu hauko sawa. Haya. Isema basi, leo una tatizo gani? Sijui nianzie wapi Ana. Lakini kila nikikutazama najiona napumua vizuri. Hakika wewe ni wa tofauti. Unajua ndani yako kuna kitu kinanivutia sana. Siwezi kuficha tena. Nipi bwana. Ila si unajua kabisa mimi nifanye kazi wa rafiki yako. Na zaidi hapo, una mke. Mke? Unajua huyo mwanamke amenifanya nijione sifai. Hakuna amani, hakuna upendo. Mimi ni mwanaume, lakini najiona sifai kabisa mbele yake. Nyuki, usichanganye maumivu na mapenzi. Kuna tofauti kubwa sana. Pengine unahitaji mtu wa kuzungumza naye na ukupa ushauri pia. Sio kuja kwenye mahusiano mengine. Ni kweli. Kwani wewe huwezi kuwa mtu huyo? Laiti ungelijua jinsi ninavyokuwa karibu na wewe. Kiukweli nakuwa na amani sana. Natamani ungeliona kilichoko ndani mwako. Naona nimechelewa kukujua wewe. Najutia siku zote nilizoishi katika hii dunia bila kukujua wewe. Nitakupa muda ufikirie. Alafu utanipatia jibu. Sitaki nikubali haraka haraka. Sawa Ana? Uwe na kazi njema. Maumivu haya yamekuwa rafiki wa moyo. Tulijenga ndoto tukalima shamba la upendo, lakini mvua haikunyesha kwenye udongo. Na sasa machozi yanakunywa baridi ya usiku. Wewe nani unagonga hivyo nyumbani kwa watu kama chooni?
Kumbe ni wewe hivi. Karibu. Yaani mimi muda wote nagonga mlango nje. Kumbe wewe mtoto mwenye laana ambaye umelaniwa kupata watoto upo ndani umerelax. Kwani mbona uko hivyo hivi? Kuna tatizo? Si uje uketi. Hivi, huna nidhamu? Kitu gani ambacho kimekushinda wewe kunyanyuka hapa kuja kufungua mlango wewe? Yaani mimi nakuonea huruma. Huna kila kitu, hata nidhamu hauna. Hivi wewe mwanamke gani labda? Labda ulimfanyia nini Mungu mpaka amekupa laana hiyo? Wifi, unajua na kuheshimu sana. Hebu kuwa na adabu unapoingia kwenye nyumba za watu. Nani kakwambia nataka heshima yako wewe? Na hapa bado. Picha ndio kwanza inaanza. Wewe, mbona utasema? Hauna cha ziada binti. Hauna cha kutuongeza. Unatofa nini wewe? Kwenye familia yetu unatofa nini? Hapa ni kwangu. Sio unanielewa vizuri? Muda wote najisikia nakuja. Sasa wewe nakuja nyumbani kwangu, wewe unakuja unani... Yaani hivi uko unanichukuliaje wewe? Hapo ujini kwa mume wangu na ni kwamba pia unatakiwa uwe mstaarabu. Kwa nini ugonge mlango hivyo kama chooni kwako? Sister, karibu. Asante kaka. Yaani mimi nagonga nje. Yeye kaka relax hapo. Anambia, "Ni nani anagonga nje huko?" Nishinde kugonga mimi nyumbani kwangu? Lakini mume wangu anagonga mlango kwa fujo sana. Utazani uko chooni jamani. Mimi sikujua kama ni yeye. Hivi atoa wapi nguvu ya kuzungumza huyu? Hamna mtoto yote anayepita pita hapa ndani. Nguvu itoa wapi? Binti, unajitambua kweli? Au umeweza kuchanganyikiwa? Hapa ni kama kwangu mimi, niko kaka yangu. Unaelewa vizuri? Hauna mamlaka yoyote. Na wewe sio ndugu yangu mimi. Hauna damu ya kwamba mimi nitakuita wewe ndugu yangu. Si unanielewa? Nimekuja hapa kumfuata kakangu, so wewe. Kuna tatizo gani kwani? Mbona wifi amekuja kwa shari hivyo? Au jibu nikupatie mimi. Nimekuja kumuona kakaangu kwa sababu wewe huna faida yoyote hapa ndani. Unajaza choo tu. Mbuzi mdogo wewe. Mwanamke usiostirika wewe. Unataka kakaangu akupe nini labda? Akupe moyo wake utembee nao? Alafu, kaka huyu mwanamke ulimpata wapi? Changamoto tu. Alafu siku nyingine naomba uwe na nidhamu. Nikifika hapo nje, njoo fungua mlango binti. Unaelewa vizuri? Alafu, mume wangu, mbona huongei chochote? Ina maana unafurahi hicho kinachoendelea hapa, sio? Sasa unataka niseme nini ikiwa mimi hitaji langu ni mtoto? Kinachozungumziwa hapa ni mtoto. Unataka nizungumze nini? Kwa hiyo umemtuma dada yako aje anitukane, si ndio? Acha ingilie. Kwa sababu ni familia yangu. Ana haki ya kuwa upande wangu. Sisi tunachohitaji ni mtoto tu. Yes. Hakuna kitu kingine. Wewe miaka 5 bila mtoto naiona ni midogo. Wewe kwanza ni kabila gani? Kabila ambayo haifundishi mwanamke kuwa na nidhamu. Umenyimwa kila kitu binti. Umenyimwa kizazi, umenyimwa mwili, umenyimwa kila kitu. Unatoa tu macho kama banana mlango. Sikiliza nikwambie. Hapa ndani utatoka. Hapa ndani unanyanyuka binti, unaondoka. Tumechoka kukuvumilia. Hivi mume wangu, hii mbona sio sawa? Huoni kama dada yako anavuka mipaka? Ni sawa kweli, naweza nikaa na hayo matatizo. Lakini hili swala ni la ndani ya ndoa yangu, linatuhusu mimi na wewe. Kwa nini unaruhusu anaingilia kati kupitiliza hivi? Binti umechanganyikiwa? Are you crazy? Una data, si ndio? Nisikilize, huyu ni kakaangu mimi. Nahitaji kuitwa shangazi. Auntie. Afu wewe unazungumzia mipaka gani? Mipaka ya nchi au? Mbona wewe mipaka yako huijui? Kwamba hapa ndani itabidi uwe na mtoto? Hiyo huioni hiyo mipaka? Kakaangu anakuhudumia, anakuvalisha, anakurisha. Kazi yako ni nini? Alafu sio kumvalisha tu na kumlisha. Nampa paka pesa ya kusuka. Na kuna wakati nilikuwa namuombea huyu. Nilikuwa namuombea kwa Mungu. Hivi Nyuki, wewe ni mwanaume wa aina gani? Unatoa madhaifu ya mwanamke wako na kuyaanika hadharani. Wewe binti usifoke. Na kuheshimu, naomba usimfoke kakaangu mbele yangu. Unanielewa vizuri? Usijifanye umechanganyikiwa wewe Taira.
Wewe sio taila na kuelewa vizuri. Hey. Unajua wewe ni mume wangu. Ulipaswa kusimama upande wangu kwenye kila hali, hata kama nakosea. Kwa nini unachangia kunidhalilisha? Kwa miaka 5 nimekuwa upande wako, nafikiri ni midogo. Ni mingi sana. Analana huyu kaka. Analana, unalana binti. Kaondoka hapa kama Nabukwa. Oya. Ukanunua soda. Yeye alikuletea hata maji. Hii. Moyo umeumbwa na nyama, pia umeumbwa na hisia. Hayo nayofanya ipo siku tayaribia, maana haufichi. Kwa macho yangu naona uambiriki. Penzi dozi unaiga, najitumisha meseji au jibu. Yani nayapitia maumivu. Kama ndege umenikata mbawa, umeniacha kwa pori. Mashtaka nishasomewa, mie mwana